Je, umewahi kuona urafiki unaogeuka kuwa ushindani wa hila na ujanja? Leo tunakupeleka kwenye hadithi ya kusisimua ya sungura na fisi walipogawana mali, hadithi iliyojaa hekima, vichekesho na funzo kubwa la maisha. Kabla hatujaanza, tafadhali subscribe kwenye Tunu za Kiswahili ili usikose hadithi tamu kama hii kila siku. Sasa kaa vizuri, tulia na ujiandae kusafiri nasi katika ulimwengu wa hadithi za kale. Hadithi: sungura na fisi walipogawana mali hapo zamani za kale, katika msitu mnene uliokuwa karibu na kijiji cha wanyama, waliishi marafiki wawili waliotofautiana sana kwa tabia, sungura na fisi. Sungura alikuwa mjanja, mwepesi wa kufikiri na mwenye hila nyingi. Fisi, kwa upande mwingine, alikuwa na nguvu, lakini mara nyingi aliongozwa na tamaa na ujinga. Siku moja, baada ya kiangazi kirefu, wanyama wengi walikuwa wamepata shida ya chakula. Lakini sungura na fisi walipata bahati ya kupata shamba lililokuwa limeachwa na binadamu. Shamba hilo lilikuwa na mazao mengi: mahindi, viazi, ndizi na hata maboga makubwa. Fisi alipoyaona yale mazao, macho yake yalimetameta kwa tamaa. "Sungura rafiki yangu," alisema kwa sauti nzito, "haya mazao ni mengi sana. Tuyaokote na tuyagawe kwa haki." Sungura akacheka kwa ndani, lakini akasema kwa sauti ya upole, "Ni wazo zuri sana, rafiki yangu fisi, lakini kugawana mali kunahitaji hekima." Walianza kuvuna mazao yote na kuyakusanya sehemu moja. Mlima wa chakula ulikuwa mkubwa kiasi kwamba hata ndege walikuwa wakiruka juu yake kwa mshangao. Baada ya kukusanya kila kitu, sungura akasema, "Basi sasa tuanze kugawana. Tutagawa kwa usawa, kila mmoja apate sehemu yake." Fisi akakubali haraka, lakini moyoni alikuwa akifikiria jinsi ya kupata sehemu kubwa zaidi. Mgawanyo wa kwanza, sungura akachukua mahindi na kusema, "Rafiki yangu, chagua, unataka sehemu ya juu au ya chini?" Fisi bila kufikiria sana akasema, "Nataka sehemu ya juu, inaonekana bora zaidi." Sungura akatabasamu. Sehemu ya juu ilikuwa majani na mabua, wakati sehemu ya chini ilikuwa mahindi yenyewe. Hivyo sungura akachukua mahindi yote, akimwachia fisi majani makavu. Fisi aligundua baadaye, lakini ilikuwa tayari kuchelewa. Mgawanyo wa pili, walipofika kwenye viazi, sungura akasema tena, "Safari hii chagua mapema, juu au chini?" Fisi, akijifunza kutoka kosa lake la kwanza, akasema kwa kujiamini, "Sitadanganywa tena, nachukua sehemu ya chini." Sungura akacheka kimoyomoyo. Sehemu ya chini ya viazi ilikuwa mizizi midogo na udongo, huku sehemu ya juu ikiwa viazi vikubwa. Sungura akachukua viazi vyote vizuri, akamwachia fisi mizizi isiyofaa. Fisi alianza kukasirika. Mgawanyo wa tatu sasa, wakafika kwenye ndizi. Sungura akasema, "Tuchague tena, juu au chini?" Fisi akasimama kidogo akifikiria sana. Mwishowe akasema, "Nataka juu na chini zote." Sungura akajifanya kushangaa, kisha akasema, "Basi mimi nitachukua katikati." Ndizi zote zilikuwa katikati ya mmea. Hivyo sungura akachukua ndizi zote, akimwachia fisi majani juu na mizizi chini. Fisi sasa alikasirika sana. Aliona wazi kuwa sungura alikuwa akimdanganya kila mara. Mpango wa fisi usiku huo, fisi aliamua kulipiza kisasi. "Kesho nitamfuata sungura na kumwibia sehemu yake yote," alijiambia. Lakini sungura akiwa mjanja alihisi hatari. Akaficha sehemu yake ya chakula ndani ya shimo la siri. Asubuhi, fisi alimfuata sungura na kusema kwa hasira, "Wewe umenidanganya, nipe sehemu yangu sasa." Sungura akajifanya mshangao, "Sehemu yako? Si tuligawana tayari?" Fisi akanguruma, "Sasa nitachukua kila kitu." Alipoenda mahali ambapo sungura aliweka chakula, hakukuta chochote. Alianza kuchimba huku na kule, lakini hakupata kitu. Sungura akiwa juu ya jiwe alimwambia kwa utulivu, "Rafiki yangu, tamaa haijengi. Kama ungekuwa na subira na busara, ungepata sehemu nzuri pia." Fisi aliketi chini, akiwa amechoka na mwenye hasira. Hatimaye akatambua kosa lake. Funzo la hadithi: kuanzia siku hiyo, fisi alijifunza kuwa tamaa na haraka havileti mafanikio, na sungura akaendelea kujulikana kama mnyama mjanja zaidi msituni. Hitimisho: na hapo ndipo hadithi yetu inaishia. Umejifunza nini kutoka kwa sungura na fisi? Usisahau subscribe kwenye Tunu za Kiswahili, like na kushare ili tuendelee kukuandalia hadithi tamu kama hii kila siku. Hadithi nyingine inakuja hivi karibuni. Kaa karibu.